Tunaendelea na Dr. Bashir. Hii ni sehemu ya 4 na ni sehemu ya mwisho kwa mafundisho ya namna ya kuseti au kuweka mpira wa kulishia. Tunaendeleza pale tulipoishia. Baada ya kuweka mpira wa kulishia katika pua ambayo umechagua, urefu usiozidi sentimita 50 mpaka 60. Utachukua sirinji ambayo ni empty, ambayo ni ya sentimita 5 au pungufu au na zaidi. Lakini aim ni kujaribu au kutesti tube yetu kama imeingia kwenye koo la chakula. Tahadhari, ikiingia kwenye koo la hewa kuna dalili zake ambazo utaziona, ikiingia kwenye koo la chakula kuna dalili zake utaziona. Kwa upande wa koo la chakula, ukishaweka kwenye flating ya tube, ukivuta utaona kuna content zinakuja ambazo hizo ni chakula au ni maziwa kama ananyonya, au pia ni gastric ambayo ni bile ambayo nyongo ambayo itakuwa imejaa kwenye tumbo. Kwa hivyo ni viashiria ambavyo utakuwa umeviona pale utakapokuwa umevuta. Kama hujaviona, unatakiwa uendelee kuichunguza tube kama ikiwa hakuna content zilizokuja. Utaiangalia kama ikiwa inaleta joto la mvuke, utajua kwamba ni koo la hewa, hivyo anapumua na panaloa kwa mvuke. Kama vyote viko sawa, secure tube yako, lakini tusisahau kuangalia oxygen. Oxygen isiwe chini ya 95. Ikiwa chini ya 95 ni hatari. Kwa hiyo ikiwa umemaliza procedure yako, utamrudishia oxygen yake, utamweka katika mazingira safi, basi tutakuwa tumemaliza procedure yetu.